Kuna jambo moja la kusikitisha sana kwa kweli, licha kwamba ndo ukweli wenyewe katika maisha ya waajiriwa walio wengi. Yaani mtu anaanza kazi akiwa na nguvu, matumaini, ndoto na mipango mikubwa tu, lakini anamaliza maisha ya kazi akiwa na maswali mengi kuliko majibu. Miaka 30, 35, hata 40 inapita mtu akiwa kazini, akiamka asubuhi, anaingia kazini, anapambana na majukumu, analea familia, analipa bili, anasaidia ndugu, hivyo yani. Lakini kwa ndani kabisa kuwahi kukaa chini na kujiuliza swali moja muhimu sana: maisha yangu baada ya kazi yatakuwaje? Badala yake wengi wamejenga imani moja kubwa sana moyoni kwamba nitakuja kupanga mambo vizuri nikistaafu, na kiinua mgongo kitakuwa mwanzo mpya wa maisha yangu mapya baada ya hapo. Hii ndio imani ambayo imewaangusha wengi sana. Kiinua mgongo si mwanzo wa maisha mapya, bali ni matokeo ya maisha uliyoyaishi tayari. Sasa kama hukujipanga kabla, hata ukipata pesa nyingi kiasi gani kwa mkupuo, zitapita tu mikononi mwako bila kubadilisha hatima yako. Leo tunachambua kwa kina sana athari 6 nzito zinazompata mtu anayesubiri kustaafu ndipo aanze maisha. Karibu. Kwanza kabisa unatakiwa kujua kwamba kiinua mgongo huja na msisimko mkubwa, lakini huondoka kimya. Fikiria tu mtu ambaye maisha yake yote hajawahi kushika pesa nyingi kwa mara moja. Ghafla anastaafu na akaunti yake inaingia milioni 50, 80 au hata 100. Hapo ndipo akili ya kawaida ya kibinadamu inapoanza kufanya kazi zake. Anaanza kuwaza, ngoja nijenge nyumba ya maana, ninunue gari ili nipumzike kidogo. Ndugu zangu nao wanahitaji msaada wangu. Atawaza, hii pesa ni jasho langu, kwa hiyo ngoja nijipe furaha kidogo. Lakini hakuna anayekaa chini na kupanga kwamba hii pesa itakaa muda gani, itazalisha nini, au nitaishi vipi miaka 20 ijayo au hata 10. Ukweli mchungu ni kwamba pesa ya mkupuo bila mpango ni kama maji yaliyomwagwa kwenye mchanga, na mara zote huwa yanapotea bila kurudi. Na kitu cha kushangaza zaidi, hizi pesa huwa haziishi kwa kelele, ni kimya. Ukija kushtuka manyoya, unabaki tu kujisemesha, kumbe nilikuwa na pesa nyingi kiasi hiki, zimeenda wapi sasa? Haya bwana. Pointi ya pili ni pale ambapo maisha yanabadilika kutoka kupata pesa kwenda kutumia pesa peke yake. Ukiwa kazini, kuna kitu kinaitwa uhakika wa kipato. Hata kama ni kidogo, unajua mwisho wa mwezi kuna kitu kinaingia. Lakini ukishastaafu bila maandalizi, hali huwa inabadilika ghafla. Hakuna mshahara, hakuna posho, no overtime, hakuna kitu kinachoingia kwa ujumla. Unabaki na kitu kimoja tu: kutumia kile kilichopo. Na hapo ndipo shida inapoanzia. Tambua kwamba maisha ya kutumia pesa bila kuingiza ni kama kujaza maji kwenye ndoo iliyotoboka. Haijalishi ulianza na kiasi gani, mwisho wake ni mmoja tu: kuisha. Na kinachouma zaidi ni kwamba wakati pesa zinaisha, mahitaji huwa hayaishi. Lakini pia kustaafu bila maandalizi kuna mvunja mtu kisaikolojia, na hili watu wengi hawalioni mapema. Ipo hivyo. Kazini mtu anakuwa na heshima, utambulisho wa watu wanaomtegemea, kunakuwa na ratiba ya maisha, anajua yeye ni nani. Lakini siku unapostaafu ghafla, hakuna anayekuita boss tena, hakuna anayekusubiri kazini, hakuna majukumu makubwa. Maisha yanakuwa ni kimya sana.
Na ndipo ambapo mtu anaweza kujiona hana maana, atajiona amesahaulika au hana mchango tena. Na kwa sababu ya hiyo hali, wengine huanza kutumia pesa vibaya ili kujifariji kwa starehe zisizo na mpango, kusaidia kupita kiasi, kujaribu kuonyesha bado wana uwezo, kumbe ndani kabisa wanatafuta kujithibitishia kuwa bado wana thamani. Lakini pia katika kipindi hiki pressure ya familia nayo pia huongezeka kuliko kipato chako. Na hapa pia ndipo wengi wanapokuama sana. Watu wanaamini ukishastaafu na kupata kiinua mgongo basi ndio una pesa nyingi sana. Matokeo yake ni nini? Ndugu wanakuja na shida zao, watoto wanahitaji mitaji, jamaa wanataka kusaidiwa. Yaani kila mtu anaona wewe ndio suluhisho na matatizo yake. Sasa tatizo ni kwamba wewe huna tena kipato cha kudumu, lakini majukumu yanaongezeka kuliko hata ulivyokuwa kazini. Na kwa sababu ya moyo wa kusaidia, wengi hushindwa kusema hapana. Mwisho wake ni nini? Unatumia maisha yako ya uzeeni kulipa matatizo ya watu wengine. Jambo lingine linalotokea ni kuanzisha biashara ukiwa umeshachelewa, kitu ambayo ni hatari kubwa sana. Wengi huamini katika kufanya biashara after kustaafu, lakini ukweli ni kwamba biashara si kitu cha kuanza kwa majaribio ukiwa na pesa yako ya mwisho. Biashara inahitaji uzoefu, inahitaji uvumilivu, pamoja na kujifunza kutokana na makosa, bila kusahau muda wa kukosea na kurekebisha. Lakini mstaafu hana muda wa kukosea, hana nafasi ya kuanza upya, anategemea hiyo pesa moja tu. Ndio maana wengi wanaishia kuibiwa, kupata hasara, kufunga biashara ndani ya muda mfupi, na hapo ndipo anabaki bila kitu kabisa. Mwisho wake ni kurudi kwenye utegemezi, kwa maana ya full cycle of poverty. Na hii ndio picha kamili yenye uhalisia. Baada ya miaka michache, pesa imekwisha, biashara imekufa, hakuna kipato, afya imezorota. Mwisho wa siku mtu aliyefanya kazi maisha yake yote anarudi tena kuwa tegemezi kwa watoto, ndugu na jamii kwa ujumla. Hapo ndo unapata nafasi sasa ya kuwaza kwamba kumbe nilikuwa nafanya kazi miaka yote kwa ajili ya nini sasa? Na hii ndo inajulikana kama vicious cycle of poverty yenyewe. Sasa unafanya kazi maisha yote, lakini mwisho wake unarudi pale pale ulipoanzia. Ndugu yangu, ukweli mmoja ambao lazima tukubaliane ni huu: kustaafu si tukio la ghafla, bali ni matokeo ya maisha uliyoishi ukiwa kazini. Huwezi kuishi miaka 30 bila mpango, alafu utegemee miaka 5 ya mwisho ikupe maisha mapya. Haiwezekani. Kiinua mgongo si mkombozi, ni mtihani ule ambao huwa mgumu zaidi kwa wale ambao hawakujipanga mapema. Lakini habari njema ni kwamba mtu yoyote yule aliye bado yupo kazini bado ana nafasi kubwa sana ya kubadilisha hatima yake, lakini lazima afanye kitu kimoja: aanze kuishi kwa makusudi na si kwa mazoea.